The guys who have put up their hands will come back to you. Tutajibu, haina problem. Yeah. Haina problem. Tupigie Patrick makofi. Karibu sana. Okay. Yes. So I'll say a few things about Patrick Angasa. You can just go up there. He has led initiatives in public participation in terms of the constitution. And he's also been in various forums and workshops that are related to policy development, service delivery, and the digital economy. So maybe you can tell us about civic education, and then you can go into what you want to tell us. I'm Jambo. Go vipi? Hapo vipi? Hapa vipi? Sawa, naitwa Patrick Pato. Nafanya na county government ya Nairobi. Nimekuwa director wa kushirikisha na kuhusisha umma. Sijui kama Kiswahili inaeleweka. Lakini sasa niko kwenye kitengo cha kuelimisha umma. Lakini biography yangu kidogo kabla niingie kwa gava. Wangapi washa apply government job? Hapo inua mkono wako tu juu. Washa apply government job. Over 70%. Kwa hivyo kumbe kila mtu hakuna mtu ana shida na kufanya kazi kwa serikali. Kwa hivyo leo ungekuwa hapa kumbe tu pia wewe ungekuwa. Kwa hivyo ni opportunities zinakosa, si ni kweli? Kwa hivyo kila mtu hakuna mtu ana shida ya kuwork na gava. Si ndio eh? Sometimes labda kuna mahali unaenda kutafuta na kwa bribes nyingi ujui mtu na tu kama hiyo. But kila mtu anataka kuwork na gava. So anyways, nilikuwa mtu Makadara, NYC kikuja. Nakumbuka National Youth Council kikuja. We were among the wa kuitengeneza. Tukafinyiliwa hapo ikapotea kidogo. 2011 nikiwa pia kijana tu nimetoka kampo hivi. Tulikuwa tunapigania free primary education, pesa isiibiwe. Tukashikwa na Kinomtata huko, kesi tukapiga. Tukamaliza kesi kesi imekaa karibu 15 years ndio tumemaliza juzi. So alafu nikaingia gava 2013, nikaanza kama ward administrator. Nikapiga kama nikiact kama sub county admin. 2023 nikakuwa appointed kama director of public participation. Kwa hivyo hizo miradi zote mlisikia za housing nilikuwa nimesimamia public participation. Ya kuleta barrows za Nairobi County nilikuwa nimesimamia. Zoning ni wapi night club zinafaa kuwa na wapi hazifai kuwa, tukifanya yoyote. So but most importantly sasa niko pande ya civic education. So but nimesikia a few remarks mmetoa ambazo ningependa kurespond a little bit. Verification of information na about freedom of expression. Verification of information. So nilikuwa nauliza tukipiga maybe hiyo nitambiwa na mwenye ameleta speaker, how do we plan to change? Hiyo nitakuwa chetu. How do we plan to change the conversation to action? Because unajua pia tunaweza ongea na tuleti change. Because the idea is to talk and cause change. Na so hiyo muangalie. Kuna proposal tu because unajua once ushekwa kwa kutafuta haki ya raia, one of the worst things to happen ukiingia kwa gavo badilike. So si mnakumbuka wave ya NAK ilileta waliitwa reformists. Lakini wakatuambia katiba ina 100 days, wakasema hawako maanisha 100 days yenye inafuatana. Walisema inaweza piga 10 mpaka ienda hata 100 years. So anyway, so hata nyinyi saizi hapa labda ni wa challenge kidogo. Sijui ni wangapi wakiingia gava alafu uone milioni juu ya meza utawaacha. Ni wangapi hapa? Hebu ina mkono yako. Unajua tukue sure Tukue sure unajua nishaona tu wase ni wakareketwa vile mimi niko mkareketwa. Saizi mimi nimekuja hivi nimekanyaga tu mguu nikakuja hapa. Lakini kuna wale tuliingia nao wakareketwa, saizi hapa angekuja amepack gari mzito. Mimi nimekuja na mguu hivi. Na napiga mguu nirudi South B jioni. Na sio jokes, nikaona naenda South B kuja saizi tukanyage tukiendaga. Mimi niliamua kuwa ordinary. So anyways, on the matters of civic education, how do we turn conversations to actions? Hiyo ningependa hata kusikia kutoka kwa anybody here. Na my big point also ni verification. Sana naona nimepoteza kila mtu, naomba attention kidogo. Yes, please. Naomba attention. Ndio unajua ndio shida ya
kitu sometimes inapotea. Kenya tunakukue rada kiasi hivi kumejipanga. Mimi hata nimekuja nikikunywa maji niko tu sawa, so ndio niweze kupokea something ya maji. Hizi conversation ni muhimu, ndio zimehold country. Hatuko kama kule kwingine, so mnaelewa majirani vile kumekuwa huko pia. At least huko tuna space ya kuongea, tuna space. That's why the over fear which my friend was speaking about, we must respect that some people don't want their names to be seen. Respect that. Usiforce ati wewe unataka kila mtu akue kawe. Hapana. Mimi nilikuwa roho juu siku zangu wakati tulienda kushikwa State House na Umtata. Mimi nilikuwa roho juu, lakini kuna wale wengine tulipanda, hata nilikuwa najua ni roho juu. Wakati tulianza kupanda hapo, tukitokea integrity, tukipiga turn, watu walirudi home karibu 70%. Tulibaki watu kaa 30 wenye tulienda State House. So lakini uweze kuforce kila mtu afanye venye unaona your idea. But what is the about issues? Tujue tu ukweli ipendwi. Watu wanapenda ukweli kweli? Watu wapendi ukweli. Najua watu wapendi ukweli, you understand the issue of the ICC. Mnaelewa? So tuelewe kwamba people don't love the truth. There are no, truth has few friends. So unaweza sema tu ukweli na pia inaleta hata unadhuru watoto wako na nini, watoto wako wanadhuriwa. So that's why bado hiyo data protection ni muhimu. Wewe kama unaongea maneno yako, utaki kuingisha saizi familia kwa hiyo maneno. Utaki nyumba yako ijulikane ni wapi. Juu kuna mtu tu adui yako, wacha apambane na wewe kuliko muonyeshe mpaka address yako akuje kusumbua mtoi. Ulikuwa unamngojea kutoka chuo, amechota mtoi. So tuelewe hizo issues as we tackle, but facing issues, me I must encourage all these platforms. Kwa hivyo isikika nimekuja kuisupport kama from government, because we must keep on conversating, because tusipoongeleshana. Nilikuwa Tanzania last year na Watanzania walikuwa wanasalimiana tu vizuri na utulivu. Mimi sikujua naweza fanya hivi. Wametulia, lakini wako na hii issues zimekaa huko, so hata ungo wa predict. Sijui nani alikuwa hii mambo ya TZ, nani ilikuwa ngumu ku predict mambo ya TZ, because walikuwa wametulia. Mimi nimeenda Msoma kule kwa tembelea watu kwa nini, wametulia tu. So but sisi Kenya, the beauty of Kenya, kuna hiyo conversation. Hiyo conversation ndio keep Kenya going. So pande ya civic education, tujifundishe vitu mingi. Kwa mfano, nataka tumove ile civic education ama watu wakina public participation yenye they can hold government to account seriously. Usikuja na kubahatisha. Kwa mfano, nimesikia mtu akisema kwamba Murang'a County ama sijui county, kuna mtu alisema tu hapa ati county ilipewa 400 billion. Singependa tukue na statistics zenye haziingiani. So unajua hapo tayari ukishaongea hivyo, kama ilikuwa mtu wa gava hapa kwanza anakunyorosha tu. Tukue very factual, tukue na data yetu vizuri. Kwa mfano ukiongea, of course 400 billion is like what all county governments are given. So it can't be given to one county government. So understand, wakati unaona ile mgawa, elewa. Ile IS inakuwa around 20 billion. Nairobi hapo na Turkana sijui kai ilipungukiwa kidogo. Kwa tuna facts zako mzuri. Then how do you lobby? Advocacy sasa msha conversate, nimemaliza. Mkisha kufanya conversation hapa kwa speaker, mmefanya conversation vizuri. How do you now take your actions mpaka gava isikie na ukuwe na fact? Hata mtu akikuja kunyonga, tuseme kwa mfano, you had your data. So mimi na propose hivi nikikaa chini, unless kuna questions. Respect your small office. Unaona office ya ward admin, kama umegundua mtaro, takataka ijabebwa, usikuwe tu na mbio hata kuweka kwa mtandao kwanza. Lakini ukipenda kuweka kwa mtandao pia ni sawa, lakini na usikimbie CTO kwanza, because there is a local unit. Your local unit ya ward, enda kwa hiyo ward admin, mwambie hii taka ijachukuliwa, na umwachika barua kako kwamba nimeleta hiyo complaint, hata kama ni soft or whatever, na acknowledge receipt. Wewe mna insist receipt, mrudie mara ya pili. Sio kijindikana, nenda kwa sub county admin. Sio ndio serikali yetu bila ya ugatuzi. Mwambie nimeenda kwa ward admin wako na tukue civil. Unajua kuna watu wanadhani ukiongea mbaya ndio vitu vinafanywa. Kwa tu civil. Mwambie nilienda nikamwambia pale ile kitu hajafanyika na hajarekebisha. So sub county unasemaje? Pia umempatia kitu written. Unajipanga. Alafu kishindikana hapo sasa leta wapi? Kwa madirector wapi? CTO. Sasa hapo ukiwa sasa unaona uko na data, uko na evidence zako. So tukienda hiyo kind of holding to account kuliko ile ya kurusha tu vitu, uko na vitu vyako, uko tayari. That's much better on how to spur to action. So thank you so much, Skika. Patrick. Tuendelee na kazi.
Kuna kitu umesema hapa, a lot of people don't know you just can't approach government the way you want. You must lobby, you must be in a group, you must have shown that you've had some sort of public participation. And maybe you've just touched a little bit on it. Yani umesema whether you find your kadata. Yeah. Now, for example, with the example of the guys who are in the bunge la wananchi, how can they organize to, let's say, take an issue to government so that even us who are here, in just 1 minute, to do what the procedure looks like? Yeah, nikichallenge mtu kwa acha niulize bunge la wananchi kidogo. Jo, hata mimi nimekuwa hapo Jivanjini base yetu. Mko na issues na county government of Nairobi? Thank you. Because it's your government, si ndio? Lakini pia mna appreciate kuna kitu umefanya. Dishi na county hiyo nao mnaona inaendelea. Watoto wakuli. Wacha niulize chairman. Wewe umeenda shule zote wakuli? Takataka iko unajua tukue tu real. Unajua ndio nakwambia ngoja kidogo. Unajua, let me tell you something. Tukitaka kuwa civic engagement mzuri, deal na hii fact na utoe data. Tusiongee tu hivyo. Ndio pia mimi nimesema pande ukereketwa, pia mimi nilikuwa tu ukereketwa ile yenyewe. Unaona? Kwa hivyo lakini tutumie facts zile unajitetea vizuri. Kwa hivyo ningependa kuuliza, kwa hizo issues mko na Nairobi County, mmewasilisha complaint vipi? Mmeleta complaints vipi? Mpatie tu microphone anisaidie ndio nielewe tu. How have you brought your complaints on whatever issues? Just to listen. Maybe kuna zingine mmesucceed kufikisha nielewe tu. Okay. Thank you. Wacha tumsikize. Umeuliza vile tumewasilisha any challenges you have with Nairobi County in terms of performance, so mmejipanga aje ndio mkafikisha hizo complaints? Kama unavyojua bunge hatuwezi enda sisi wote. Correct. But kuna mahali tulipata gap kwa mambo ya street foods. Yes. Tukakuja engage na director of health. Pale City Hall. Kumwambia hii chakula ambayo inapeanwa hapa kwa street si chakula mzuri. Sababu we are stealing at a very hazardous tunaweza kuwa na outbreak ya cholera kama yenye kulikuwa nalo. Si unakumbuka? Tukaongea na wao wakatuambia hiyo mipango tutaketi chini sisi na wao tupange, ndio sasa tukuje na the way forward. Hiyo ni ya kwanza. Okay. Then there is issue of open ditches. Tuliwaambia kitambo waka neglect. Huku kwa ukienda town mliwaambia aje? Ndio nataka kujua mliwaambia aje. Tulienda tuka approach mambo ya county barabara nini hiyo kamati. Tukawaambia ukiangalia county of Nairobi kuna a lot of open ditches. Hata hizi manholes ziko open. Asante chair. So nimekupata point yako, but let me give you some small tips. Upenda utatumia. The best way ya communicate na government. Na hata wewe ungekuwa pande kwa serikali. Unajua unaweza kuwa tu hapo vile nilikuwa hapo. Nimwambia pia mimi nilikuwa tu mkarekea. Lakini ukiingia kwa government, there are procedures. Hata wewe leo hii ingie tu government. Uta change tu. Kuna zile unajua sasa nimekuja hivi lakini kuna ukifika huko kuna protocols za serikali. The protocol number 1. Ensure your information is recorded. Ensure and evidence. That means, na nimesema, when you have an issue, let's say kuna portal pale kwa Ongwaro. Somewhere tunasema. Nasema tuanzie tuna hiyo. Whatever the issue is there. Ama ni ya help. Na sio lazima mkoe na group. You see, the constitution protects the individual rights and group rights. But before we have individuals, we have one individual. So the constitution allows one man. That's why Mtata amekuwa akifanya vitu hata one man show. Anaenda kotini akiwa tu peke yake. Ana present issues, anatetea bila anaweza. Kwa hivyo you must not always be in a group. But of course, kidole kimoja kivunji chawa. So you go to the ward administrator's office. Present your petition. And the petition sio complicated, ni jina yako tu na issue na identity yako, ukue real na ulete pale.
na uende na kopi mbili. Always kuwa na ile yako ya receipt. Hiyo akikataa ku receive, sasa anza ku follow up. Ulienda vizuri, tafuta vile but sometimes kuna wale some government officers who don't want to help or be of help, anakataa ku receive. But sasa lazima tujaribu wengi Nairobi ndio tuone wangapi wa receive. Hiyo ni procedure tu mmoja kwanza. Then ukingoja 3, 4, 5 days or a week, enda kwa mdosi yake. Mdosi yake si mnajua? Mdosi wa ward admin ni hapana. Hiyo mimi siongelea. Hiyo ni sawa. Hiyo ni mambo yako. Naongelea mdosi wa ward admin ni nani? Ni hivyo sub county admin. Enda pale, mwambie nimeenda kwa ward admin aje nisaidie. Tena written. Unajua mambo ya mdomo nimewambia kwa serikali iwaka. Utakuwa enda tu iwaka kwa sababu nikisema huko niona. Utajitetea aje? So basi ukirecord, unajua sasa hiyo research vile AI iko. Vitu yote nasema umeunda vitu yako huko kwa video. Sasa hizi unaelewa tu video siku hizi zinaweza undwa nje yote. So heri ukuje tu uchukua ile manual, umesign na nini, umepewa document yako. Ukitoka pale kwa sub county admin ikishindikana, sasa kuja city hall kwa director ulizia. Sasa after hapo unaweza anza kuweka pressure. Hata ukishaenda kwa ward admin na sub county admin, nao unaweza enda kwa mtandao because uko na evidence kiasi. Because also hatutaki kuwa caught up na law. Hatutaki kuwa caught up na law by spreading vitu na evidence. Because now ukishikwa na law, law is very personal. Kisha kukamata wewe imekukamata na lazima ujitetee na evidence. Judge ana rely na evidence. Saa zingine ule anaka kitu pia. Wewe kama una kitu ya kumcheki, hiyo pia ni no. Lakini sasa wewe kama una evidence ya kujitetea afadhali. So I'm speaking because of the situation in the country. We know there are good judges na pia kuna wale wanaitwa jurispressers. Hiyo pia hiyo muone hizo news. So I think that's the best way to do advocacy. Also mkuje pamoja sometimes when an issue is so serious. Kujeni pamoja as a team, put a document together, file it, leteni mkileta kwa serikali anytime, always have 2 copies. Ile yako stamped unabaki nayo. Hiyo sasa hata ni evidence ukiweka kwa nini, ukiweka hata kwa mtandao, tulienda wali receive issue ndio hii. Unaona? Lakini ukiwa tu na zile tu za kurusha hivi na kwa hiyo advocacy iende mbele. Nikisema hivyo pia mimi nimepiga advocacy, nimekuwa Makadara pale, nimepiga advocacy yangu. Nimesimamia vijana, nimeombea, nimetetea, nilikuwa naandika documents. Ukienda sasa hizi nikienda kwa files zangu za zamani naangalia wakati Mweka alikuwa deputy governor, tumekaa tumeandika vitu chini, naweza soma vitu niambie Mweka 10 ama 15 years ago nikichapa ukarikato wangu. So I think I've replied to that. Okay. Yeah. Unless there's any one more issue. Just one last question. Asante. My name is Moses Opembe. Yes, Moses. I'm from Westlands. And it's good you mentioned one thing. You are director of... I used to be director of public participation. Right now I'm the chairman of Nairobi City County Education Committee. Civic Education Committee. There is this gap. Yes. Where recently we had a public participation for Nairobi. Yes. I don't know how many of you attended. Few, right? When we were discussing about the CADP, County Annual Development Plan. Now, as a director or maybe a former director, you set aside around 852 million shillings for public participation, right? And that money is supposed to facilitate for this public participation. But you find that in each and every constituency, you are taking public participation in one center. Yeah. Now you're forcing someone from Udhiru to come for public participation in Parklands. Now, at the end of the day, you will get only 100 people or less than 100 people representing 50,000+ people in that constituency. So I want you to go back to the county and tell them, how are we using these 852 million shillings? Let us devolve this public participation to the ward level. Yeah. So that mama who is sitting, Mama Mboga who is sitting at Kangemi, can attend a public participation and say, we want a dispensary and not a toilet. Yes. Sinisawa. Another thing you said, that you can walk into an office of ward administrator and say, that is okay. But how many people here can walk into a government office confidently to go and complain? There is a gap between us and them, which we are trying to link. Because once you go there,
they see you as an enemy. And us, we see them as an enemy. So even if you want to tell them something good, they will not listen to you. The only language they hear from us is maandamano. The other language, which is somehow official and eloquent, is a petition. We in Westlands, we did a petition and said we have not had a public participation, and it is there in the, we petitioned the county assembly. Because you cannot come with 3 people. By the way, you mentioned something like recording the conversation. When public participation is held, we have a rapporteur from the government side and a rapporteur from the people's side. Try and ask that person who came to write down everything you said after the meeting and ask him or her, what did we discuss? They will not give you. So it is a challenge also on us to be having our own. So that one I agree we must record. But the issue of 852 million shillings must be used very well so that we have public participation to the ward level. Thank you. Let me respond to that quickly. Oh, you get to respond? Yeah. You know, when we speak about public participation in Nairobi County, I've been there for 2 years as director. So, and we really need factual information. What you say, the 800 million you're speaking of, is the aspiration that is captured in the act, about 2%. Hiyo haiko kwa budget. There is no such budget. I'll challenge you. Go and get budgets for the last 10 years. Public participation has never been given anything beyond operational money, which is not more than 30 million. Nothing. So that 800 million is a wishful, or rather aspiration, that is captured in the Public Participation Act. It's aspiration. It's not there. So, but now, so that we, in terms of bringing public participation to the wards, inabidi, because honestly, doing at the sub-county is totally disenfranchising Nairobians. So we need to work together even with partners and the little we have. But I've told you clearly, the 800 million you're speaking of, enye hiyo pesa ingekuwa, na tunafanya hii public participation na iko kwa wards, there'll be a serious problem. But if you go, even if you go to the auditor's report, you know, the beauty is when you say, I am not worried. Because one who's worried is because there are government reports also. Na ningependa mkuwe mnasoma auditor's report. Because auditor's report, hiyo sasa ni hiyo ni serious tangible information. So in the auditing report, you'll never find that public participation will give that money. It has never. I wish even ingepeana kidogo muone vile tutajaribu kuleta change. Because there's pressure on resources, but watu wanasema wacha tu tuende hospitali kwanza kabla public participation. But now we want to insist. We had a meeting with Uraia juzi. Hapo nilipatana na Champion Oskika. Kwamba tutabidi to lobby kabisa mpaka pesa ya public participation na civic education iwekwe kwa serikali, because imeachiwa civil society. Yet it is the duty of government to educate its people so that its people can protect their own money, because taxes, mnaelewa, taxes sio ya serikali, ni ya serikali because ni yako. Hata kuna mwingine nimesikia amesema hii ni ya serikali, hii National Theatre. But where you cannot say hii ni ya serikali, si ni yako pia, because it is your taxes that is running this place. So let's not also be so, you know, this government is ours by taxes. Si ndio? Na pia by birth hapa ni kwetu. So if we are decent and we keep on moving forward, tusaidia. Yangu ya mwisho nikitoka. Okay. Patrick, one last question, but I just want to add on what it is that he's saying. This is the reason why we want to have Skika, so that we can have at that civic education hub. The way he's saying, we're hearing that there's an 800 million that has been allocated, and him is like, there's nothing like that. Those are the kinds of discussions that we need to be having on the civic education hub, so that we are having factual conversations. What's happening is you go to government and you tell government you're supposed to be doing this, and then they're telling you that's not what's happening. So yeah, so one last question. Yeah, sure, that's important. By the way, ningependa just as it comes to the question, I like us to be having conversation. Wacha ni wachallenge kitu moja. Wangapi wanajua ADP? ADP. Time imeisha lakini sawa. ADP. Many people believe tuna implement ADP. But that's not correct. Sasa tukikuja next time tutasumbua. We implement what has been budgeted for. Hapo ndio kuna kuwa na discrepancy. So sasa ukishaangalia ADP, ile kitu next unafaa kuangalia sana ni budget. Hiyo kitu utaangalia hapo ni jego kwa budget. So kishaona kwa budget, sasa ifuatilie iko kwa hapo nao sasa ndio unafaa ufuatilie.
So hiyo at least nimeelezea information. So thank you. Okay, thank you Patrick. Question yangu ni umetuambia tukiwa na issue to follow the structure za ofisi. Sasa shida inakujianga hapa. Niko na shida, nimeenda kwa ofisi hii. Ananiambia hajanisikiza. Nikienda kwa ile ofisi nyingine hajanisikiza. Unapata hapa huwa kuna masimu mnapigiana. Tusidanganyane. Unaelewa? Utajua tu utaenda kwa mkubwa wako. By the time mtataka kuenda hadi nifikie Sakaja, nitapata kama mnaniblock. Sasa hapo kwa Sakaja mtakuwa mnaniambia follow protocol. Kwanza sasa hadi kwanza mmekunja sura mbaya. Follow protocol. So hiyo channel na hizo tabia pia inafahamu aje. Sawa. Hiyo ni advice lakini ndio challenge. Mimi niko na challenge kiongozi. One last person. Yeah, but let me just challenge them. Let me challenge them. Yeah, na challenge. Ukisema uende kwa order. Wangapi hapo washaenda kwa ward admin kuripoti kitu wakafanywa vibaya? Inua mkono wako. Hakuna. Unajua kuna ile pia tunaongea. You see if you have not tested something, you can just talk because of what you hear. Who has gone to the ward administrator? I have been a ward administrator. Ule mama alikuwa na shida na niambia Patrick nisaidie tuweke kiosk hapa. Nimewasaidia nikienda Karura nitakwambia hawa niliwasaidia, nikiwa Embakasi nitakwambia hawa wa mama niliwapanga bila kunipea shilingi. So usikuwe tu naongea na hujaenda kutest. Kama ni wengine wakusema kuja tufagie mtaro tumeenda. But if you have not done, nikikuchallenge hapa na ukuwe honest, sio hadithi na vipindi. Ushaenda kwa ward admin ukamwambia kusaidie ward admin. Ushawahi. Unajua nitawachallenge, you know mimi ni mtu wa lunga lunga. Mimi ni mtu wa Sinai. Kwa hivyo na nilianza mambo yangu ya hii hapo mpaka DO akanijua na niandikia ma recommendation, ananituma industrial naandika vijana. Nikienda industrial leo hii nikiwa kijana industrial niliingisha watu inda kazi. Sio kujisifu, unajua let me tell you bro. Angalia. You see unajua tukiongea facts unanichallenge nayo. Unasema usiongee tu kuongea. Tukitaka kuwa decent Kenyans, tusikuwa kutaka kurusha tu mawe kabla hujatoa point yako. Na ukitaka kunichallenge nakwambia tushikane hivi tuende Lunga. Mimi upenda hivyo. Tuende Lunga, tuende uone Pato atasema alikuwaje akiwa kijana hapa, akipiga ukarikato wake alifanya nini. So nasema hujaenda nikuuliza hata wewe bro. Wewe nimekuuliza ushaenda kwa admin wako ukamwambia nilikuwa naomba msaada. Sio pesa ulikuwa unamuomba. Ukamwambia hapa naweza uzia hapa. Hapa akakwambia hapa labda. Ushaenda. Hujawahi na challenge. Wewe ushaenda. Ngoja tu ni challenge. Unajua isiko sawa. Naomba tu nikuulize. Utaniambia ward administrator wako mahali ulienda Sawa, acha kwa mwisho. Mheshimiwa Pato, umefanya jambo la maana sana kwa sababu umeongea tukaelewa ni nani ambaye tunastahili kwenda kwake. Ya kwanza, umetuambia kwamba unahusika na mambo ya civic education ambaye kila mtu anastahili kuelewa mambo. Nauliza hivi, Nairobi Esahuru ni county. Na wale ambao mnafanya civic education mnafanyanga wapi? Kwa sababu kutoka mahali ambao unasema mambamba kusema lungalunga alafu ukuje hiyo Makandara ukuje hapa, hizo ni kaunti kama ngapi? 4. Kwa sababu kuna Makandara hapo, kuna Kamukunji hapo, hii ni Starehe. Sasa katika hiyo kaunti tatu hizo ambazo tumeitamka 3, unakuta ni watu wangapi na station ile ambayo mnafanya civic education ni wapi, ili watu waweze kuelewa, alafu to future. Nauliza swali ya pili ya mwisho na mtsamani kwa sababu ya kuchukua hiyo muda kuuliza hiyo swali. Mheshimiwa, sisi ni wenyeji wa Nairobi hii. Na hapa pale kwa hiyo county, sasa tukisema twende pale kwa hii county ambayo unasema unafanya kazi nayo, niambie ni wapi ambayo anaweza fanya anything minus money. Semeni ukweli, Mungu aone ni ukweli na si dunia tushutie umeongea ukweli. Hivyo tu. Asante. So just using 2 minutes, I think I've spent my time well. Sijachukua time yenu beyond what you wanted. One, we admit civic education in Nairobi County has been poor. Yes. That we have admitted. Yes. I'm carrying a report here which I'll give Speaker. Mtaona tulikubali kwamba participation in Nairobi County because of poor civic education ni around 0.07%. Yes. Ambayo ina turn out to 100 people ambayo kiongozi alisema hapa pa sub county. It's around watu ambao kuja public participation ni around 1700. Na tunatumia pesa nyingi kwa advertise kwa gazeti ambao sisi tumeacha kwa advertise kwa gazeti juu watu walisema wasomi gazeti. Yes. Gazeti. Kwa hivyo civic education we are doing badly, but now partnering with, unajua sasa vitu zimemove.
pia tusiangalie vitu zimemove, tutafanya zile ziko kwa ground kama hapo bunge ama mtaani kule, lakini pia tukubali taxis ziko zile za kusimama hapo na kupaka, lakini kuna zile za apps. So tukubali speaker hapa, speaker, civic voices zote zinakuja Twitter, wapi zitafanyika, hata Google Meet, Zoom, hizo zote zitafanyika. Kwa hivyo tusikubali pia technology. Kwa hivyo nimekubali civic education tuko chini, but tunafanya partnership na hata speaker na hope tutakuwa na partnership na serikali, tunafanya partnership na uraia ili tulete hizo civic education mashinani as best as we can. Asante. Asante. Tupigie makofi jamani. Naona watu wamechoka lakini tunaendelea kumalizia. Naomba tu tusikuwe na meeting mbili tafadhali